Nimefanya nini kweli? Nzakwica musaza wanje. Niteranya n'umuryango kubera ubukuku bwanje. Nza gukora ibintu bitagira cifu na ruguru. None raba nk'ubu ibintu byose byabaye. Iyo nza kumenya ibintu sinari kuvyemera kabisa. Urabona kugira musaza wanje kweli namutesheje ndamuteza ingora. Eka kangu nisamee kweli nilikutesa vibaya. Wanaume wote niliua nini? Kini hivi angalia. Eti ni masharti na hina wa babu. Abagore b'abandi basigara bapfakazi, abandi imiryango yabo ndabira amarira natejeje mu gihugu cy'u Burundi kwe. Umenye neza ibyo uri kuragira ko tubizi byose. Uza gusaba ibigongwe abantu bamaze guhitana. Hari n'ibyo gusaba ibigongwe. Muma ugomba kuvuga iki? Nakubwiye wewe nabajya abantu bahanyu ko muragira ibyo mugira. Umenye ko wewe na twebwe icyo wiyemeje uracashika. Wiyemeje rero ntawe ugira inzoka mama niwe n'umurizo. Urabyumvise? Kandi umenye neza akataretse kabagasi. Wihende gusa ngo duhemuke. Ugiye kubona ikintu yaboneye ku mugezi. Baba. Nigende kirara. Ndabigenza gute? Nibi bintu byo nyene nagiye kuyinjizamo jewe nyene. Ntibirabigiriye niki. Nyene mu byo nemera. Ikibapo navyo nyambe bizogenda gute? Cyosho ndazikizonkura kuri zose pe. Daria! Salama kwa kweli. Mimi namshukuru Mungu alhamdulillah. Naam. Wangu. Wallahi ulifanya vizuri kwa kunishauri kabisa kwenda kwa shehe. Yaani toka ile siku aliniambia dua kwa mama yangu, yani vile na amani, na raha, na lala vizuri, sioni tena ile mauzauza, yani sisikii chochote, yani hivi na amani kabisa. Kwa kweli tunakimbiliana kwenye kutafutana na wataalamu, usijui kwenda kutafutana na wafumu nini, lakini kumbe Mungu ni Mungu tu. Nilikwambia. Yani dua wallahi kila kitu ni Mwenyezi Mungu. Nilikwambia hakuna kimbilio lingine isipokuwa kwa Allah. Pekee ndio muweza wa kila jambo, yani ndio anawezesha kile ambacho sisi tunaona kama hakiwezekani. Ndio maana nikwambia nenda kwa maustazi, kwa kusomea, wakupe maji ya dua. Kuko hakuna milimana kuri kweli mbeshi. Nukuri ntabyo natika. Ndashima Imana ishimwe ko hose kabisa ndashima. Ubu nta kintu kimbuza amahoro mu rugo, ubu ndabayeho neza meze tena sasa. Endelea na ibada. Sione Mungu amekupa shifa, amekutoa kwenye matatizo, amekutoa kwenye giza, amekutoa kwenye nuru. Akoka kamsahau. Hata shehe mwenyewe ameniambia neno kabisa, ni Mungu anasema kusali sana kabisa. Ndio vizuri na ndio muumini mzuri. Wakukumbuka kwenye Mwenyezi Mungu amemtoa kabisa kweli. Alhamdulillah. Hivi sasa chenye kiko sasa. Jambo la maana sana. Hivi sasa chenye kiko hapa inabidi na mimi ni muombe Shamsuddin ambaye ndiye ustazi aje na mimi amsomee msengezana wangu ambaye ni Daria. Kabisa. Maana naye ana matatizo makubwa sana unajua. Nishakwambia unajua. Inabidi sasa anisaidie kama sana saidia wengine. Maana na mimi nina mzigo mkubwa sana katika hii nyumba ya wasengezana wangu. Kabisa. Yaani hiyo moja na mimi nakushauri kabisa uende kabisa kwa mtafute shehe.
Kwa sababu yenye nimeona sikukuwa nawazia kabisa. Eti naenda kwa wanaita ngo kwa Rumenyi. Ngo kwa Rumenyi ngo amenye ibintu agira ibyo ntacamenya. Gashana ndabizi gashaka mu bandi. Erega abantu twavuze ngiriti. Kiba mutima yazi. Ukaja muri urabe kwa rico urabe kwa rico naho shifike. Nta nakimwe uri kuraja mu mwijima mu mwiza utabona. Ushaka kuja habona chakoma kabisa. Jielekeze kwa Mwenyezi Mungu ndio utafanikisha. Bila hivyo utakuwa pekee. Alhamdulillah, shukuru Mwenyezi Mungu kuona Imana yabikoze kabavuye mu mwijima Imana ikabushira habona ni byiza tuyishimye kabisa. Sasa ngwani kutoeni kufikisha hapo. Maana na mimi na makubwa mwa hii nyumba. Mola wangu nisaidia mstakiwa. Sawa, acha niwahi nyumbani. Haya, nashukuru. Just go on. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ترميهم بجات من سجن فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بجات من سجن فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بجات من سجن فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دالي جيت بابتي inahera mangura mwezo masikuri bitangaza ndi bazira kuba uyu kuna wewe sije subhanallah tulia bana sawa tende kama mwingine shule aya za shifa ya rahma sawa aya za shifa sawa kalete kikumu shule aya za shifa alafu na wewe shule aya za tulivu kama jingine sawa ile mkaleta tulia usalama, mambo yatakuwa vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala ashakuletea nusra inshallah. Mwili bazauje kuwa mhunda marende mtika. Just go on. Karibu kaka. Karibu kabisa. Neza. Wiriwe neza.
Ego ndashima. Ndakubona kweli. Uko ari sawa. Anje alhamdulillah niko bien. Naona soma. Cyariko ndasoma ngabe ibintu bijanye n'impanuro z'abakobwa b'Abisilamu batigenza neza. Reka ndisomera nyene. Mambo yawe no. Vizuri tu, yani hata siamini. Mungu anezerewe nibiki. Siwezi kukosa kufurahi. Maana ni kitu ambacho kinafurahisha sana tu. Unajua mtu kama vile wewe kusoma mambo kama haya. Yaani ni kitu muhimu sana sana. Naona tu ni kawaida. Sio kama gisi unavyojifikiria wewe. Naona tu kama ni kawaida. Sasa nimekumbuka kuswali wewe. Na umeshinda huko. Nimekutumia kawia. Umeswali. Sina ikaa hapa bila kuswali. Kiukweli. Cha kwanza lazima tu ufike na swali kama hujaswali. Bila kuficha. Mimi unajua kama kusali ni kawaida. Unaona? Nimesali na pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Alafu asante sana kwa kunikumbusha hicho kitu. Hapo bila sijasahau. Jana umenaidi kama utasoma. Je, nimeswaumu sasa na kusaji kusoma. Unajua leo ni lenti. Lazima mtu aswaumu. Kawaida. Au sanga maza kunywa chai wa hiyo saa 6 wakubise. Kwanza futari kwa mafiga tu nilikuwa nakuja tu naona cha kwanza niwe nasoma soma hapa. Kweli. Maana kuikaa mafiga mwenyewe nilikuwa nishaanza kusikia uvivu. Wallahi kuna nifurahisha sana dadangu. Kivipi tena? Wewe na mimi sikuelewa. Jinsi furaha hali ya juu. Hata mimi nilikuwa nimekukumbuka toka usubuhi nimeshinda mwenyewe nakosa mtu wa kuzungumza naye hapa. Jana ulinisomesha ile sura. Nikaiweza jana usiku wote maana usiku wote sikusinzia. Na kuma ndabisubiramo je nyene ndabisubiramo. Bana ndumva ndanezire buraya aho ndi hose. Nibyo ngumaniga. None ndagiye nibaza ko uza kucunyigisha kandi yindi. Baada ya kufuturu tutaangalia tutachukua na muda tusome. Takoma umefanya vizuri kakaangu kweli. Ni kwa sasa. Wewe na umefunga? Mimi? Mbona kawaida? Sikutaki kwa napiga futari ya mimi. Nugira ubwoba vrem. Nafunze. Yene ndingo bifungo. Abwo gusa je icyo mbona gusa. Imana shimwe yo. Nzogukorera kantu sura urindira. Sawa nanje ndarindiriye surprise. Ngiye rero kuraba kuzikora ibizigire. Ngendo urabe. Sawa. Ngende ngara. Ndagarutse ntibaze ngo ndagutaye wenyine. Oye. Ndagarutse. Nawe gumaye. Sawa. Mungu huyo Daria. Yaani mtu anakuja kabisa na kuangalia macho ni unakimbia. Ukikata na kidogo hivi mara ni yani kaka iko Qur'ani upuuzi nini? Mwenyezi Mungu. Yaani Mungu anatoa mbali kabisa. Yaani mtu uko unaona kama vile vitu ambavyo siwezekana, unaona kama vile yani hapa nishashindwa nimekata tamaa, Mwenyezi Mungu anakirudisha tena. Ndio hicho. Chukua. Hata yani kwa gisi alivyo na mwanzo angekuwa ameendelea hivyo. Kama ameshafika mbali dadangu kwenye Qur'an. Sikitika hata Mungu. Asante. Jason. Atakayeishi duniani atayaona mengi ya kustaajabisha, na kila mara ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Adili ni mmoja wa baba ambao wanaozipenda familia zao. Alikuwa naishi na mke wake Jamila, binti yake Aila na mwipa wake Tasnim. Adil alifanyiwa dhulma kubwa sana na rafiki yake kipenzi Bwana Fatini kwa kumfukuzisha kazini ili apate nafasi nzuri ya kumrubuni mke wake Jamila. Alitambua kuwa ni wachache sana katika wanawake wanaowavumilia waume zao pindi wanapoanguka kimaisha, isipokuwa wacha Mungu tu. Fatini alitumia fimbo hiyo kumkandamiza jamaa yake Adil. Maskini Adili alipata manyanyaso makubwa sana kutoka kwa mke wake Jamila. Alidharaulika sana hadi mwipa wake Tasni akaamua kwenda mjini kutafuta maisha.
ili kuirudisha heshima ya mjomba wake Adili. Huko mjini, Tasni alikuta mambo yako tofauti na jinsi alivyofikiria. Alipita katika misukosuko na mabalaa kem ambayo si vyepesi mwanadamu kuyavumilia. Unadhani Tasi atafanikiwa huko mjini pamoja na mitihani anayokutana nayo? Na vipi Jamila, mke wa Adil, baada ya kumkimbia mume wake Adil na kuishi na Fatini? Ndoa yake itakuwa salama? Na Adil, je, ataendelea kuishi katika maisha ya huzuni na dharau? Yote hayo ni ndani ya filamu Chozi la Dhulma. Chozi la Dhulma ni filamu itakayopatikana kwenye channel yetu pendwa Mugisha TV. Usikose kutazama filamu Chozi la Dhulma. Chozi la Dhulma.